Karibuni sana wapenzi wasikilizaji wa kipindi chetu cha Ijue Biblia Yako. Tunapoenda kuangalia neno la Mungu, naomba nikukaribishe katika kipindi chetu cha Ijue Biblia Yako, na tunaenda kuangalia barua iliyoandikiwa kanisa la Waefeso. Kanisa la Waefeso. Kanisa la Waefeso. Barua iliyoandikiwa kanisa la Waefeso. Kwanza tuanze na maombi. Mtakatifu na Baba wetu unayeishi patakatifu pa mbingu, muda huu na kusii unene na wana wako kupitia mtumishi wako, kupitia Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kanisa la Waefeso. Unaposoma kitabu cha Ufunuo sura ni ya 2, ukurasa aya ni ya kwanza, neno la Mungu linanukuu na kusema, kwa malaika wa kanisa lilioko Efeso andika, haya ndiyo anenayo asizikaye hizo nyota 7 katika mikono yake wa kuume. Sikiza maneno ambayo Mungu alikuwa anaambia watu waliokuwa wakiishi kipindi cha kanisa la Waefeso. Anasema ya kwamba haya ndiyo maneno anayonena. Nani? Haya ndiyo maneno ambayo anayenena ambaye ameshika nyota 7 katika mikono wake wa kiume. Yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Ya kwamba Mungu, haya ndiyo maneno ambayo yule ambaye ameshika nyota 7, nyota 7, na huyu ambaye ananena maneno haya ni yule ambaye anatembea katika vinara 7 vya dhahabu. Ya kwamba, sikiza na usikiza vizuri, katika makanisa haya 7 yote kuna vitu ambavyo nataka uvingudue katika haya makanisa 7. Kitu ya kwanza, anasema kwa kila kanisa utakuja kugundua ya kwamba anasema nayajua matendo yako. Nayajua matendo yako. Utagundua ya kwamba haya makanisa 7, kila kanisa Mungu anajaribu kusema anayajua matendo yako. Nataka nizungumze na mtu ambaye anaishi katika maisha ya dunia hii. Mtu ambaye yoyote yule ambaye anaishi, Mungu anajua matendo yako. Unavyotekula, Mungu anajua. Unavyovaa, Mungu anajua. Unavyoishi, Mungu anajua. Unavyolala, Mungu anajua. Unavyozungumza, Mungu anajua. Mungu anajua matendo yako. Nataka nizungumuze na wanafunzi sana sana wanaofanya uasherati sana, ya kwamba Mungu anajua matendo yenu. Wanaofanya uasherati huko wakijificha, Mungu anajua matendo yenu. Ya kwamba Yesu Kristo ambaye tunaambiwa anashika vinara 7, ambaye anatembea katika, anayeshika nyota 7, anayetembea mbele ya vinara 7 vya dhahabu, huyu ambaye ni Yesu Kristo anajua matendo yako. Unavyolala, unavyoenda clubs, unavyofanya vyote, Yesu anavijua. Yesu anajua kila kitu. Anajua siri zote zinazokuhusu. Kumbuka ya kwamba huyu Yesu ananena na kusema ya kwamba nayajua, nayatambua, nayaelewa. Siulizi, ni kitu ambacho mimi nakitambua. Yesu anasema ya kwamba anajua matendo yako. Unavyokula, unavyolala, unavyoshinda, Yesu anasema nini? Nayajua matendo yako. Nayaelewa matendo yako. Nayamundu matendo yako. Siulizi chochote kuhusu matendo yako, kwa sababu mimi kama Yesu nayatambua matendo yako. Ni kanisa la Waefeso. Nayajua matendo yako. Nataka nizungumze na watu wanaoteseka na taabu yako. Yesu anaitambua. Unavyolala njaa, Yesu anatambua. Unavyoishi kudharauliwa,
Yesu anajua, anasema ya kwamba najua matatizo yako, najua taabu zako na subira yako. Wanaovumilia na kukesha katika maombi, Yesu anajua. Yesu anajua. Usifikirie Yesu hajui unaomba. Usifikirie Yesu hajui unafunga. Yesu anasema najua subira yako, ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Wewe unayeamua kuishi maisha yako ya kipekee, wewe ambao umekata kauli na kusema ya kwamba umejitenga na watu wabaya, hautafuata pia pressure, hautasukumwa na msukumo wa kufuata wengine. Yesu anajua ya kwamba wewe unafanya hivyo. Alafu Biblia inaendelea kunitaarifu na kuniambia tena, wajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa ni waongo. Yesu anasema ya kwamba wewe umejaribu walimu, umejaribu mafundisho, umejaribu kufuata kile ambacho wengine wanafikiria, umejaribu kutafuta. Kwa mfano, by the way, kama mjui, Yesu anasema na kanisa la Efeso na kuambia, wewe umekuwa ukichunguza fundisho na walimu ambao wanajaribu kulifundisha, ukaamua kujua kama ni la kweli ama ni la uongo. Kanisa la Efeso alikuwa kanisa ambalo ungefundisha kwa sababu wewe ni pastor, kwa sababu wewe ni evangelisti, kwa sababu wewe ni mwinjilisti, kwa sababu wewe ni mwalimu, wakubali tu. Lakini walikuwa wanachunguza, walikuwa wanajiuliza, ili tuabudu siku ya Jumamosi iko katika misingi ya Biblia au tunafuata walimu wa dini? Kanisa la Efeso si lile kanisa ambalo washirika wao walikuwa wanafuata majina na vyeo vya watu. Walikuwa wanayachunguza na kuona kama kweli kinachofundishwa ni ukweli ama ni uongo. Wapo watu wanashiriki ibada fulani, dhehebu fulani, kwa sababu ya kufuata wachungaji, bali si neno la Mungu ambalo linapaswa kuwa msingi wetu wa kufuata katika fundisho letu. Biblia inasema na kunena tena, sikiza tena, ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala au kuchoka. Kuna watu wanachoka mapema sana. Kuna wanafunzi, kuna wazazi, kuna familia, watu wanachoka mapema sana. Nataka nizungumze na mtu aliyechoka, nikwambie ya kwamba Yesu ambaye tunaabudu hataki watu wenye kuchoka. Kuchoka si mpango ya Mungu. Kuchoka haraka haijakuwa kanisa la Efeso. Yesu anasema ya kwamba kanisa la Efeso, najua nyinyi si watu wa kuchoka mapema. Unavumilia, unasubira, haukati tamaa kwa jina la Yesu. Nataka nizungumze na mtu aliyekata tamaa. Nikwambie tafadhali, hamka tena, wanza safari. Mpango wa Mungu si uchoke. Mpango wa Mungu si ukate tumaini. Lakini nina neno juu yako, sikiza. Pamoja na kuwa wewe uchoki, pamoja na kuwa wewe umewatafakari walio mitume na kujitenga na wao, pamoja na kuwa wewe una taabu, pamoja na kuwa wewe umechunguza njia zako na kujitenga na waovu, nina jambo, nina kasoro ambayo tafadhali usikiza na usikize vizuri, ambayo unapaswa kuiangalia vizuri uone kama utairekebisha vipi. Lakini nina neno juu yako ya kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Tafakari, kanisa ulikuwa unakuja saa ngapi? Kupenda Mungu zaka ulikuwa unatoa kwa namna gani? Maisha yako ulikuwa unayachukulia vipi? Upendo wako wa kwanza kwa uimbaji ilikuwa namna gani? Wewe mwimbaji wa kwaya, wewe mwimbaji wa kwaya, nataka nizungumze na wewe. Nikuulize, upendo wako wa kwanza wakati ulibatizwa ulikuwa vipi? Ulikuwa unalipa watu mshahara kabla jua halijatua? Sasa unalipa watu na wengine hata unanyang'anya
nataka nikwambie umeacha upendo wa kwanza. Umeacha upendo wa kwanza. Jinsi ambavyo ulijitoa kwa kazi ya Mungu, ukilinganisha wakati huo na sasa, umepeleka upendo wa kwanza wapi? Jinsi ambavyo ulikuwa unajituma katika kazi ya Mungu, ukilinganisha na sasa, upendo wa kwanza uko wapi? Ndugu zangu, Yesu anakuambia angalia sana, uone umeacha upendo wako wa kwanza. Kwa hivyo, ukiacha upendo wako wa kwanza, unaabudu sanamu. Ukianza upendo wako wa kwanza, umeacha kutoa zaka. Ukiacha upendo wako wa kwanza, umekuwa mzinifu. Ndio maana upendi jirani yako, unachukua bibi yake unafanya bibi yako. Umeacha upendo wa kwanza, ndio maana wewe sasa unakula vyenye unataka. Umeacha upendo wa kwanza, ndio maana umejiingiza katika mihadarati. Umeacha upendo wa kwanza, ndio maana umekuwa mtu wa kushuhudia uongo. Chunguza matendo yako, watu wa Efeso. Uache, urekebishe, uchunguze mienendo yako, uone kama unavyoenda ni kama vile ulivyokuwa ukienda ulipoanza kuamini. Kwa mimi naangalia, naona umeacha upendo wako wa kwanza. Neno la Mungu linaendelea kukutaarifu, basi kumbuka ni wapi ulipoanguka. Nenda chunguza mienendo yako. Nenda angalia barabara zako. Nenda chunguza vile ulikuwa umeanza. Nenda ukatafakari barabara zako. Nenda ukaangalie jinsi ambavyo ulikuwa na hamu ya kusubiri Sabato kwa hamu. Kumbuka maombi ya Jumatano ulikuwa unahudhuria. Nenda ukaangalie mambo uliyokuwa ukifanya na sasa unavyoyafanya, ukatafakari, ukaulize swali, ni wapi nilipoanguka? Nenda kaangalie ni jinsi gani ulikuwa unakaribisha wageni kwa ukarimu na sasa unafanya nini? Nenda kaangalie. Nenda kaangalie jinsi gani mambo yako yanaenda. Neno la Mungu linaendelea kusema ukatubu. Tafadhali kanisa la Waefeso, watu ambao ni wa Mungu, enda ukaangalie ulipoanguka, na ukisha kugundua wewe umejiingiza katika umalaya, ukatubu. Ukigundua umejiingiza katika mihadarati, tubu. Mungu anasema wewe tubu. Hakuna njia nyingine, ni kutubu. Enda uangalie wakati ulikuwa umebatizwa haukuwa unafanya uasherati, lakini sasa unafanya. Kwa hivyo na kushauri, ukigundua popote pale ulianguka, si uende ukatubu. Na njia ya kutubu si uteremke chini ya magoti uombe Mungu akusamehe. Mbona unakaa na dhambi? Kumbuka Mungu anakushauri ukatubu, ukafanya matendo yako ya kwanza, urejea katika njia zako za zamani. Urejea katika njia zako za kuzungumza ukweli. Urejea katika njia zako za kutodhulumu. Urejea katika njia zako za kutunza amri 10 za Mungu. Urejea katika njia zako za kwanza za kutenda kulingana na Biblia. Neno linasema na kuendelea, lakini isipofanya hivyo, naja kwako upesi. Naja kwako, nami nitaondoa kinara chako katika mahali pake. Usipotubu, itakuwa hasara kubwa kama kinara chako kitaondolewa. Nina huzuni sana ninapoangalia watu wanaoenda kuondolewa vinara zao. Itakuwa huzuni namna gani kama kinara chako kitaondolewa na wewe taa yako isiwake tena kwa sababu ya wewe kubishana na Mungu akikushauri. Angalia njia zako za zamani, hutubu, urejee katika njia zako. Na pasipo kutubu, kaa tayari ukigundua ya kwamba Mungu anaenda kuondoa kinara chako. Na kuondoa kinara chako ni kufuta jina lako katika kitabu cha uzima na kuhesabiwa katika miongoni mwa watu watakao pata adhabu pamoja na shetani.
Kanisa la Waefeso, waumini wa kisasa, watu ambao Mungu amewaita, iangalia matendo yako ya kwanza ukarejee. Huu ni ujumbe Mungu anautoa bure, akikwambia tafadhali nenda kachunguza barabara zako za kwanza, nenda kaangalia barabara zako za kwanza, nenda kaangalie jinsi ulivyokuwa ukienda, nenda kaangalie ni jinsi gani ulikuwa ukifanya vitu. Alafu ukiona uko na kasoro, si utubu. Na usipotubu, usipokubaliana, kama utafanya moyo wako kuwa mgumu, si kifo itakufuata. Mungu anaweka wazi ya kwamba usipotubu na kuacha njia zako mbaya, suluhisho yako itakuwa kifo. Kanisa la Waefeso, Mungu anawashauri, Mungu anazungumza na nyinyi. Ndipo anasema, lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikalia, ambayo na mimi nayachukia. Unayachukia matendo ya dunia. Najua ya kwamba unayachukia matendo ya watu wengine ambao ni maovu. Hata mimi Yesu, matendo maovu hata mimi siyapendi. Lakini pia wewe umejiingiza kwayo. Mbona unajiingiza kwayo wakati unayachukia? Ndipo kanisa la Efeso inasemekana, yeye aliye na sikio na asikie. Aliyesikio na asikie, na alisikie neno ile ambalo Roho hayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Nataka niseme ya kwamba Mungu anashauri ya kwamba mwenye sikio na asikie neno ambalo Mungu ananena na makanisa, neno ambalo Mungu ananena na watu wake, neno ambalo Mungu anazungumza usiku wa leo, ya kwamba utakapobadilisha njia zako na kunenda kulingana na vile ulianza wito huu, Mungu anakushauri nini? Ya kwamba mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu utaula. Nashukuru kwa wale ambao wanajitoa katika Yesu Kristo na kukabidhi maisha yao kwake, kwa kuomba Mungu wa mbinguni awasaidie waweze kula matunda ya mti wa uzima kwa kurekebisha njia zao. Kama ni tamanio lako na langu hilo, naomba uweze kuamini, tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu unaishi patakatifu pa mbingu, tunakusifu na kulimidi jina lako kwa sababu umezungumza na wana wako na kuwaambia kuna njia za zamani ambazo hawaendi, ambazo walikuwa wanapaswa kuenda. Na kushukuru kwa kuwa umewafundisha na wakaelewa. Sasa wanapoelekea kubadilisha tabia zao, naomba Bwana wabwagie Roho kwa Mtakatifu ili wabadilishe, wakujua na wakutambue, wafanane na wewe, nao wasaidie kuula ule mti wa bustani wa matunda ulio katika bustani ya Mungu, ambao ni mti wa uzima wa milele. Fanya yote kupitia Kristo, naomba na kuamini. Amen.